kijiji cha Kinoni. Nilikuwa kwa nikaamsha watoto wangu, nikawaambia nifungulie ng'ombe nikamue. Wakatoka wakafungulia ng'ombe. Kuna kasichana kangu nikawaambia mkeni muwashe moto mtengeneze chai, na mimi nikatoka na maziwa. Sasa nikauza maziwa, kurudi nikapata hakuna yule mtoto. Sasa ndio nikaanza kuuliza kasichana kadogo, wapi Mura? Akaniambia sijui mahali yako. Sasa ndio nikaanza kuuliza kidogo, nikapata Mura amerudi. Sasa ndio nikaanza kuuliza Mura, unatoka wapi? Nikaona akioga miguu. Nikamuuliza Mura, unatoka wapi? Mura akaniambia hakunirudishia kitu. Sasa ndio nikaona huyu mtoto pengine kuna shida. Nikamwambia ni siku zako za mwezi zimefika, unaoga saa hii asubuhi? Mtoto akaniambia hapana. Nikamuita kwa room yake. Sasa nikaenda nilikuwa sasa sijui hata nilikuwa na hasira, nikachukua kachuma hivi nikamwambia siku ya leo nitakuua. Leo nitakuua, siku mingi nimekuambia nitakuua, leo nitakuua. Sasa mtoto ndiye akaona nitamchapa, akaniambia acha mami nikwambie. Sasa mtoto ndiye akashika akaniambia acha nikwambie. Nikamwambia kaa chini niambie. Aliniambia wakati ulitoka na maziwa mwalimu aliniita. Sasa nikamuuliza mwalimu gani? Akaniambia Ogega. Sasa nikamuuliza Ogega alikuita akuambie nini? Mtoto akanyamaza kidogo. Nikabeba ile chuma tena. Wakati nimebeba ile chuma, mtoto akaniambia wacha nikwambie. Aliniita, tukaenda na yeye huko juu kwa zile nyumba, na hizo nyumba hakuna mtu anaishi huko, wenyewe walikufa. Sasa hakuna mtu huko. Sasa akanifanyia tabia mbaya. Sasa nikamwambia na wewe ukaitika? Akaniambia Sasa nikamuuliza ndio kwa maana umeoga? Akaniambia ati wakati tulimalizana na yeye alinipea 1,000. Nikamwambia iko wapi? Mtoto akanipea 1,000. Nikashika kwa mkono wangu. Hapo nikashika huyu mtoto nikaenda paka kwa huyu mwalimu. Nikampata kwa shamba yenye iko karibu na hizo nyumba zenye alifanyia hizo vituko. Nikashika nikamuuliza habari ya asubuhi nzuri. Nikamwambia ni nini mnatendaka kwa kijiji saa hii asubuhi, nilikuwa na hasira sana. Akaniambia sijasikia kitu. Nikamuuliza hakuna kitu yenye imefanyika mbaya? Akaniambia hakuna kitu. Nikaachana na yeye nikaenda kwake. Nikapata bibi yake anatengeneza chai. Nikamuuliza kwani hizi nyumba zenye mmejenga, nilikuwa nyewe na hasira. Mmejenga hata mmeweka paka tiles. Kwani mnakaa na wazee usiku mzima amuwapei, ikifika asubuhi wanaamkia watoto wa watu ndani ya mahindi? Huyu mama akastuka akapiga nduru, mimi nikatoka. Nikaenda kwa Mutureti mwenye ako karibu, akaniambia. Nikamwambia mtoto amefanywa kitendo mbaya, pesa ndio hii amepewa, sasa niambie vile nitafanya. Sasa huyu mzee akaniambia ngoja niamuke. Nikamwambia niongoje paka saa ngapi? Akaniambia ngoja nivae nguo. Nikamwambia si ukuje haraka basi uniambie. Akaniambia tutaenda paka hapo mahali mtoto alifanywa kitendo, tuchue usaidi kutoka huko. Nikamwambia usaidi iko juu mtoto amenielezea na 1,000 ako nayo kwa mkono. Sasa nikamwacha hapo, hata sikutaka, yani nilikuwa na hasira yangu ya juu sana. Sasa nikashika nikapata mama mwingine nikilia. Akaniambia sasa wacha nikusaidie, enda hospitali kwanza uchukue huyu mtoto afanye nini, apimwe uhakikishe kwamba hiyo kitendo ilikuwa. Nikafika hospitali. Wakati nifika hospitali watu wakaniuliza uliambia chifu wako? Sawa chifu huyu mdogo. Nikamwambia sina namba yake hata sikukumbuka. Nikaongea na chifu akaniambia ni maneno ngumu, enda hospitali kwanza ndio tutaongea baadaye. Enda hospitali kwanza. Ndio nikapanda pikipiki nikalipa 100, nikafika hospitali. Mtoto akatibiwa. Madaktari walihakikisha hapo hiyo kitendo ilifanyika. Na hapa niliuliza mtoto alitumia hata kondom, alikataa hakutumia. Sasa sijui alitumia, pengine mtoto ajui. Sasa madaktari ndio wakasema inaonekana hakutumia. Sasa ndio nikafika hospitali, nikaambiwa tena niende polisi. Ndio niko bado nashughulikia hayo mama.